vipi Waislamu? Aya watukubiruni bima yaati wa yajri watulimuni fa'fasir an jidani. Tumswalie Mtume Muhammad. Naam, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msiwe na wasiwasi na watu kilio kinawagonga. Sema Sheikh sasa ataka kuanza makalifu wake wote kuwaita. Sitowaita. Sije mkawa na wasiwasi. Maana mimi wako 100. Tufika mpaka asubuhi hapa. Wako na watu mangana sasa bwana yake anza sasa kwa fulani, kwa mahali fulani. Mtakikiri leo. Siwataji, nasema tu makalifu wote walioungana na mimi kutoka Begenyera na karibuni. Inatosha nimeshawataja. Tumswalieni Mtume Muhammad. Ila mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ruangwa amesema maneno makubwa sana na amewapa kazi mashehe leo kusema majambo. Mimi nidokoe sehemu kidogo kwa sababu tuko kiwanja cha tariqa. Mzangu, muridi wenzangu, wanafunzi wenzangu, naongea na wanafunzi wenzangu, tuwache mashehe pembeni. Niwapeleke kwa kudokoa kidogo tu. Waqa'at Siffin, vita vya Siffin. Vita hivi walipigana masahaba wa Bwana Mtume Muhammad, mmoja akiwa Imamu Ali radhiyallahu anhu wa karama Allahu wajhahu, na mwingine Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Masahaba hawa ni masahaba wakubwa mno. Lengo langu nitaje vitu viwili: usikivu na utiifu, ndio kila kitu. Ikikosekana usikivu na utiifu, basi hakuwezekani chochote tena. Jambo hili lilikosekana kwa baadhi ya familia zao wawili, kwa maana wafuasi wao Imamu Ali na Muawiya. Sidna Ali katika utawala wake akakutana na mambo magumu sana, kapigana vita vingi ikiwemo Waqa'atul Jamal, hatukusudi huko, lakini pia akapigana Siffin. Imamu Ali baada ya kufa Uthman ibn Affan akatawalishwa kuwa yeye ndio nani, khalifatu Rasulillah, ndio mtawala wa Uislamu duniani. Baada ya kutawalishwa, fitina ikaingia. Naendelea wanafinaaje? Baada ya kushika mamlaka, fitina ikiingia, Muawiya alikataa kumuona Imamu Ali kuwa ni khalifa, yani akawa hamtambui kama ni khalifa, na madai yake yalitoka huko mwanzoni kwenye vita vya Jamal ya Kusudi. Muawiya anahitaji kabla ya chochote Imamu Ali atengeneza mazingira ya nani na nani waliyemuua Uthmani waletwe mbele ya mahakama, kisasi kipite kwanza, alafu baadaye tuende mengineyo ya khalifa na mengine. Imamu anasema hapana, dola liimarike kwanza, hayo mengine yatakuja. Sosi kawa hiyo.
Muawiya anasema hamna, kama si hivyo sikutambui kama ni khalifa. Allahu akbar. Wakaingia kwenye mapambano, maana vita vikapiganwa baina ya Ali na Muawiya. Wote hao ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Usikivu na utiifu. Vita vilipiganwa mpaka jeshi la Imamu Ali likaelekea vile vita kushinda. Jeshi la Muawiya limezidiwa. Baada ya kuzidiwa jeshi la Muawiya likaona liombe sulhu kwa jeshi la Imamu Ali. Kuna ile wakati tahakimi sifiki huko, masheikh atakuja kusema, mimi ndokuwa padogo. Likaomba tahakimi kwamba tukae chini tuzungumze, tunauana wenyewe kwa wenyewe. Ni vita ambavyo Waislamu walikufa Waislamu wengi, na sio Waislamu tu, ni maswahaba wa Mtume Muhammad, baina ya upande huu na upande mwingine. Baada ya kule kwa lile jambo, Imamu Ali likamfikia kwamba Muawiya jeshi lake linaomba sulhu. Jeshi la Ali likagawika mapande mawili. Kundi likaafiki na rai ya Ali, sababu Ali yeye rai yake ilikuwa hakuna kusimamisha vita, hapa ni upanga mpaka kieleweke. Atakayeshinda ndio nani? Ndio kiongozi. Yani aling'amua kwamba hii ni khadaa, si sahihi kinachosemwa. Huu ni ujanja wa kivita, tujisahau tupigwe. Na sehemu ya jeshi likamuunga Ali mkono, sema ni kweli, hapa ni upanga mpaka kieleweke. Jeshi lingine likasema hapana, sisi ni ndugu, tunauana wenyewe kwa wenyewe. Nini hiki? Tukaeni chini tuzungumze, yaishe haya. Kwa bahati nzuri, Imamu Ali jeshi lake liligawika. Jeshi dogo ndio lilimuunga mkono Ali kwamba hapa ni upanga mpaka kieleweke. Jeshi la watu wengi ndio lilisema hapana, simamisha vita, yazungumzwe. Imamu Ali kwa jitihada yake ya kuangalia na ukubwa wake wa elimu na maarifa, akaliunga mkono jeshi hili linalosema vita visimamishwe, tuzungumze, tupendane Mtume Muhammad, akizingatia kwanza walikuwa wengi kuliko kundi lingine ambao lilimuunga mkono vita viendelee. Wakaunga mkono jeshi ambalo linasema vita visimamishwe. Baada ya Ali kuliunga mkono na kusimamisha vita, wale walimpa ushauri Ali simamisha vita, likamgeuka Ali ikamwambia Ali, hapo ndio umefanya jambo la ajabu, hujawahi kukosea kuliko leo. Tena utuombe samahani, ulitukosea. Unasimamishaje vita? Hapa ilikuwa ni kupambana tu. Tena wengine walienda zaidi mpaka walimkufurisha Imamu Ali kwamba huyo shatoka kwenye Uislamu kabisa. Allahu akbar. Na ndio wale mashekhe mzima wanahitaji al-Khawarij walitokea, wameondoka kwenye jeshi la Imamu Ali wakajitenga, na ni kweli waliingia msituni, na baadaye Uislamu ukapata kashikashi kubwa kutokana na kundi hili, sababu ndio si Waislamu wale wengine masahaba, wengine tabiina. Walikosa nini hawa? Usikivu na utiifu. Walikosea nini mama? Usikivu na utiifu. Kama ungekuwepo yasingetokea haya.
lakini wakumsikia kiongozi wao Ali au kumjali au kumuheshimu, wakaamua kivyao, Uislamu ukaparaganika. Ndio hata hizi paraganiko mpaka inaendelea mpaka leo, chanzo zake ilikuwa kile. Niusie nafsi yangu na niwahusie muridi, kwa makhalifa zetu huko majumbani kwetu, kwa mashekhe zetu huko nyumbani kwetu, tuende kama alivyosema Sheikh Uwesu, wa alzama ahda shaykhuka la tukhalifu biqawli au bifi'li alqadiriya muridiya muridiya muridi wa khudh fadila bibayn qadiriya. Ndio akasema hivyo. Ukimkhilafu shekhe ndio umemkhilafu Mtume Muhammadi. Ukimkhilafu Mtume Muhammadi ndio umemkataa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zangu sio mtoaji mawaidha, mimi sija kanogea hapa. Lengo lilikuwa ni kukaribisha, ile nilikuwa najua hata chakula ukiandaa nyumbani na kuna wageni usiwaambie basi piteni na wewe mega tongi moja ionyeshe hujawategea chochote, kumsalini Mtume Muhammad. Lakini kama kila ukija basi piteni ndani na wewe siku nyingine uwepo tongi moja, inshallah jimeni, tuendelee, sio na wasiwasi. Ndio jimeni, hata mgeni anakuwa na nguvu ya kula chakula kile, anajua hapa kama ni kufa tunakufa wote. Faleni Mtume Muhammad, kwa mimi nilikuwa nimeka tutonge hii ili kuwakaribisha wageni, msiwe na wasiwasi. Chakula hakina sumu, kila mmoja ale kiasi cha uwezo wake. Tupeleni Mtume Muhammad. Kwa kusema haya, billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.